Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Mwegwele Kalonzo, mwegwele Matiangi, mwegwele Muturi, mwegwele abana befwe kileo, Natembea, Mugisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Mko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one term. Tumekuwa kwa kina Matiangi, huko yote ni one term. Murima kwa Rigiji yote ni one term. Tumetoka Masaini ni one term. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambe, Ruto, Kasongo, Kahongo, Zakayo. Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto, umemwaga damu ya sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani. Hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu wa Eliga Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemuzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya Bwana Ruto, mnakubali Ruto ende asiende? Na damu yake ende asiende? Mauaji yake ende asiende? Pili, kuna wizi. Jenzi walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda hapa akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya Wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembea na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa tuende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tutembee na Kalonzo? Tuende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiangi yako hapa na Wakisii wote umeonyonga pale, baba anavefwe mama Masava. Mnakubali tutembee na hawa jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye!
Bungoma hoye! Bungoma one term! Bungoma one term! Basi, kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper, utanipa komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, Mudhawe Mombasa, huyo kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matungulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kemilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine wako wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama kwa Sahari, kuna mama Gakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka, kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili leader wa chama, akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribisha huyu. Kenny Babu. Kenny Babu. Kijana Ken Babu wa Gen Z. Hebu fanya hivi tuone vijana. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mlembe Nation, Mlembe Lundi, Mlembe Handi, Mlembe Swa, Mlembe Twa, Mlembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo imeendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimwita babu wa Roma. Si mnakumbuka? Kina Mudavadi. Lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga. Mnakumbuka? Si mara 3 nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa CORD, Coalition for CORD, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara 3 2013 kasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali. Tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati, ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura ni sema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha. Na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi. Kupora uchumi kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya hakikisha na kutoajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy, whether William Ruto likes it
or not? Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni pan paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo kidogo, anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto, akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna Mungu, mtu akona mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu. Akapatiwa Trans Nzoia, miaka ijulikani. Watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting. Na ndio nasema yeye aende one. Wangapi anasema lazima aende one term huyu jamaa? Nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mjipigie makofi, mjipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kuenda kuuza hiyo mamlaka, wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyo jamaa karibu tuwawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyo jamaa anajua mambo ya serikali. Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana wa Wamalwa vile vile. Tumeona yote. Tumefanya na Kibaki. Tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defense Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense, lakini sasa tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi wanasema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi kama commander in chief. Kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio wa elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini chini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system. This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima, ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya Goons. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi wanasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi wanasema one term kwa amani aende jamaa huyu? Alisema mnataka niende wapi? Njia moja wazi,
jiuzulu pamoja na serikali yako. Patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambao wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto yake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana aitwa Ojwang. Jana vile na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya mtaregeshewa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma we! Tuendelee tusiendelee? Baba weleka siri. Bali omtaya bolali lisaeli ambusia na mikarwa. Be Bungoma busale buli kwambusia. Samwabone natiro mukamba, sakwangole busale. Kendera natembea, sakati ilo mukisi. Sawabone nga kunyulo mukisi. Mwabone nga kunyulo mukisi. Karibu governor. Asante. Asante sana. Bandu wewe Mlembe lundi, Mlembe swa, mlibalamu. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefikiri tuasikiki bana. Hey. Halo, unanipata sasa? Kuna majamaa sisi tuliwaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo? Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii Bungoma ndio bedroom yetu, si ndio? Yale maneno ambayo tunaamua Bungoma ndio maneno yataenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali hapo bado? Sema tawe. Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Tunaelewana watu wangu? Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, mara nyinyi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema rishwa. Wakati wa jamii ya Muluya, kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kuni kwa matanga, tunasema nini? Watu wetu, acha niwaambie, hii Kenya hii kumekuwa na president kutoka kwa jamii mbili, si ndio? Jamii mbili peke yake. Leo hii mtoto wa Kenya akizaliwa anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, wakiweko Njemzi, Waborana, Wamasai, Wapokot, yule mwenye amepewa hiyo fursa ya kihistoria ni jamii ya Muluya. Mnakubali au mkubali? Tuende kwa meza, tusiende kwa meza? Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tunakampenia sahihi.
tutaenda kukaa kwa meza tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio? Bandu bebo manyira mlingu chulutiti kujuka mulu bofu, si ndio? Namaka bechanga karien saka bechanga rio efoza kule habari tawe wakati ya watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda inakwisha 2007. Tumelona watu yangu bandu bebo yambola rekere shambole na wamanano wakebili la kosi no kana sipande tawe cho ime sipande no na sipande no kwanja kurejeza chikura mauli ya bandu bafwe kura yako ni ngao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama namna gani? Jambo la mwisho, mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walidanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui, watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu Mhindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mjana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kama Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua Gitinda, wameua Jinari, wanaua watoto wetu. Mambo imefika wapi? Imefika wapi? Tunasema namna gani? Homa ulizima kwa mutambo, mapendeleo, ukabila, ubwifwi. Nyinyi zimuko chonjo. Kuna majamaa ambao walikuwa wanasema kwamba wanapatia vijana mipini ati sisi tusiingie hapa Bungoma. Taarifa ya habari ndio hiyo. Bungoma tumefika hatujafika. Kama tumefika hatujafika. Iko mtu anaweza kuzuia na Natembea kuja Bungoma? Iko mtu? Waondoe jam 2027 wanaretire, uongozi mpya umefika Trans Nzoia, umefika Wetangula akikuja, mwambie kwamba Natembea alikuwa hapa. Na alikuja na Matiangi, si ndio? Asante. Sasa nilikuwa nasema hivi, wananchi wenzangu, yale mambo tunazungumza hapa, na nilisema jamani, nilikuwa waziri wa usalama, ya kwamba watu wanaingia wakati wa riot vile tuliona last Wednesday na Sabasaba inakuja Jumatatu. Alafu watu wanaingia town wakiwa na rungu na kisu, wanapora mali ya watu, Goons wanaletwa huko. Alafu serikali inatuambia eti ni upinzani imelipa hao watu. Sisi tuko na namna ya kulipa watu kama hao? Sisi hatuna namna ya kulipa Goons. Na niseme hivi leo hadharani, tusikizane dhamani. Sababu unajua wakati wa mambo ya usalama ikifika na stability ya nchi, hiyo inadhuguza sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani. Tunataka nchi yetu iwe na usalama na tukae pamoja. Na serikali, mimi nasema hivi nikijua kwamba hakuna mtu ambaye ana uwezo kuliko serikali kujua kila kitu. Kama kuna mtu analipa watu, serikali lazima inajua ni nani analipa watu. Ama namna gani? Kama kuna watu ambao wanabeba rungu kuingia town, lazima serikali inajua ni akina nani. Hawezi kusema eti watu wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameletwa na watu wa pinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo? Huo ni uongo. Na hizi ambazo tunaambiwa hapa stories za uongo kila wakati, badala ya watu kufanya kazi yao ambao nyinyi mmewapea, kazi yao ni kusema story na uongo kila wakati. Sasa unajua nyinyi wananchi mmeamua na Gen Z mnasema mnataka kazi ifanywe, tuache mambo ya story. Mnataka story ama kazi? Story ama kazi? Nionyeshe wale mnataka kazi, tufanye kazi. Kazi ya kutumikia taifa la Kenya. Na tunawaambia hawa viongozi wa serikali waelewe. Kama wanasema sisi ndio tumelipa hao watu, si wawakamate, wawapeleke pale kwa polisi, waandikishe statement, yule amelipwa na Kalonzo aseme nimelipwa na Kalonzo,
Yule amelipwa na Rigiji aseme nimelipwa na Rigiji, yule amelipwa na Wamalo aseme amelipwa na Wamalo. Hawawezi kusingizia wakati kazi iko ya kulinda taifa la Kenya. Ama namna gani wananchi? Kwa hivyo matata ikitokea, watu wetu wakiuawa pale na Goons, lazima serikali ieleze hao ni akina nani. Na kama ni watu ambao wamelipwa kuja kuharibu biashara ya Wakenya, wao lazima wajue ni nani na watuambie ni nani. La mwisho, viongozi wa serikali hawawezi kusema eti kuna watu ambao wana uwezo zaidi ya serikali. Kuna mtu ambaye ana uwezo zaidi ya serikali? Mimi nawaomba hao ndugu zetu wako kwa serikali wasikie yale ambao wanasema. Are they telling us that they are irredeemably incompetent? Kwamba wao hawawezi jua ni akina nani wanaleta hii shida. Kama wanawajua, wawakamate, wawapeleke kwa polisi, wapelekwe kwa koti. Mimi nawaomba wananchi, tusikubali mastori haya, tuendelee tukae pamoja. Mwisho, ninawaomba vijana wetu na wananchi wote, tafadhali msipoteze imani kwa nchi yetu. Tunagawanywa hivi na hii mambo yote, lakini muwe na imani, Mungu atatusaidia. Tukivuka hii daraja, tutatengeneza serikali yetu na nchi yetu itarudi kuwa vile ilikuwa na usalama wa kutosha. Na nchi itarudi kwa serikali inayoaminika. Mnataka serikali inayoaminika? Nionyeshe kwa mkono wale mnataka mabadiliko. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Matiangi ambaye alikuwa Attorney General wetu wa taifa la Kenya. Watu wa Bungoma muko? Mumefurahia wageni? Si mimi ni mtoto wanyu? Si nimewaletea wageni? Mumefurahia wageni? Nataka kuambia kitu kimoja. Na munisikize sasa. Naomba vijana yangu munisikize sasa, si ndio? Mimi ni mmoja wenu. Mimi nimezaliwa hapa. Mimi usimama na nyinyi. Lazima tutembee na hawa viongozi tuweze kubadilisha Bungoma. Muko tayari? Muko tayari kutembea na Rigiji, kutembea na Kalonzo, kutembea na Eugene, kutembea na Natembea, kutembea na Muturi, kutembea na Mugiza, tubadilishe Bungoma ili pia nyinyi muweze kuwa na pesa kwa mfuko. Vijana muko? Kabla sijaongea, juzi mlikuwa mmeshikwa, si ndio? Mlishikwa, si ndio? Nisimama na nyinyi ama kusimama na nyinyi? Nisimama na nyinyi ama kusimama na nyinyi? Ule wakili ambaye alikuja kotini akahakikisha vijana wamewachiliwa, niko naye hapa, anataka wasalamie. Ndio wasalimia. Asidhani niwe Kasongo, wataka kuniua bure. Kenya si yako. Baraza yuko sawa. Wapi nduru ya baraza? Wacha niwaambie, Mboa umefika na ni sasa, na kama sio sasa ni wapi? kumaliza katika nchi ya Kenya, Ruto must. Kama unataka
kumaliza kiburi na maringo katika nchi ya Kenya. Ruto must. Harambee. Nikimalizia, tulikuwa hapa na tukasimama na mheshimiwa Natembea na mheshimiwa Baraza tukipigania hii Trans Nzoia yenu. Hii Nzoia Sugar. Hii Nzoia Sugar ni mtambo wa wananchi. Kama Ruto anazungumza na Mungu akijalia tuchukue serikali, uwanja ndege ambayo Wetangula na Gachagua wamechukua tutarudisha kwa watu ya Bungoma. Kitu ya tatu na ya mwisho, najua Bungoma watu wengi wakigonjeka tunapeleka Eldoret, si ndio? Mungu akinijalia niwe gavana, hizo nyumba wanajenga za affordable housing, mnasikia? Nitabadilisha ikuwa hospitali, niwaza kutibu nyinyi wote. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Bungoma oye! Bungoma oye! Umeona George Natembea? Umefurahia? Mimi naitwa Nuru Kanga. Na mimi niko na ujumbe moja. Kuna kumbavu kuli mwingine huko Nairobi alisema ati raia akikaribia polisi apigwa nini? Apigwa nini? Mimi naambia ule jamaa badala ya risasi akuja tuonane na yeye one on one. Mundu kumu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Omingo Magara. Harambee. Naitwa Omingo Magara na chama cha PDP pamoja na Kenya National Congress, Kenya Social Congress, ndani ya hii muungano tujenge serikali nyingine. Sawa sawa. Hapa tuko na Mheshimiwa Kamosi. Harambee. Kasongo 2027. Asante sana. Harambee. Muko. Wamama mpo. Mulisikia ule mama Nairobi anasema ati vijana wasiende maandamano. Mulisikia yule mama anasema vijana wasiende maandamano. Ati anapeleka sheria mbovu tawe. Justin Muturi. Harambee. Bungoma. Ni nyinyi? Kwa mmeamua Kasongo nyumbani. Lakini mnakumbuka na sababu ya aende nyumbani. Si ya kwanza ni vile ameua vijana wetu. Ya pili ni vile anaendelea kuiba mali ya mwananchi wa kawaida wa Kenya. Ya tatu ni vile anaendelea kupora payslip ya mfanyikazi yoyote ndani ya nchi yetu. Lakini ya nne, sijui kama imefika hii habari hapa Bungoma, niwapashe. Ati duniani yote watu wameulizwa maswali, watu wapeane ni rais mgani dunia kote una mfisadi zaidi. Hii sio uvumi. Kenya ni nchi, na mpaka wimbo wetu nasema Kenya yastahili nini? Lakini tukiwa na rais ambaye ndiye mfisadi zaidi duniani, tutapewa heshima kweli? Aende asiende? Na mnajua Kasongo sio tu kwenda. Uwezi kuwa umeiba vijana, umeiba mali ya wananchi kama vile Nzoia hapa, alafu tukuachilia tunafuga kuku hapa Usugoi. Lazima Kasongo tukitutua kule Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mabaki. Kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo the same things expecting different results. Ati mtu amepora mali, ameua vijana, ati tukipiga kura tunamwambia aende ukafuge kuku. Itawezekana kweli? Ule mzazi ambaye mtoto wake ameuawa atapata
namna gani? Haki yake itatoka wapi? Ndio mimi nasema hapa nikiwa Bungoma, huu muungano ni muungano wa haki na umoja wa Wakenya wote, na pili hatujali vile tunataka kuunga mkono yale Wakenya wamekataa, kama vile ndugu yangu George Natembea huwa anatuambia tuseme Kasongo. Ni kweli. Sasa kabla niondoke, mimi hapa Bungoma nataka nione, kwa sababu hapa ndio nilianza kufanya kazi yangu. Hapa ndio nilianza kazi miaka ya pita 40 na kitu hapa mahakamani. Lakini sasa kwa sababu nilimpasha ndugu yangu Wetangula kazi, wacha nimsaidie hapa hii ya leo. Watu Bungoma tunataka kutoa uamuzi wetu leo, na nataka kuwauliza swali. I want to put the question. Mko tayari? Ndio ufisadi uishe, ndio mauaji yaishe Kenya. Tunasema Kasongo. As many as that opinion say no. As many as the counter opinion say no. The eyes of it. Kasongo nyumbani na kotini. Wale tupate wimbo kidogo kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mukisa Kitui. Wana Kenya sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Uhuru akaenda, Ruto kakaja mbele, makaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wananchi wote sasa wamekataa, wana Kenya wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arute kuweza goi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Mimi nilikuwa naongea dakika 2, lakini tatakuwa tu dakika 1, na moja ni mtunuku one of the 2 young men wenye wana makende 3 katika Senate ya Kenya. Moja ni Sifuna, mwingine ni Onyonga. Onyonga will take my 2 minutes. Nenya kumbola ko lila lyongen. Nengenda ne baso ribano bulu bilale khei mila. Yimila munju yewe fwe kwakana nebweni. Okhaleka wenje kechekere ngama sikama amaiko kenywe tawe. Chikura chichameno chibebo byama bya bandu bevwe. Bano bechenere chichame wabwe. Chokupima ne kamani. Asante. Haya basi. Haya tupatie mheshimiwa Onyonka. Haya watu wa Bungoma mko? Nataka kuona kama watu wa Bungoma mnasema one town. One town. Mimi naitwa mheshimiwa Bikul kutoka Trans Nzoia. Yule mtu ambaye mlisikia walimtuma Ruto akanishika akaniweka ndani Eldoret, Kitale, nikasumbuliwa kwa sababu ya kusema ukweli. Mnanisikia vizuri? Mimi nawahakikishia, mimi nilikuwa Ford Kenya. Na mimi nilitembea na Moses Masika Wetangula. Ijapokuwa kazi ambayo walituahidi na Ruto 30% ya Waluya ilienda wapi? Sisi tunauliza hiyo swali. Na Mudavadi, Mungu amani wabariki, tutarudi siku zingine. Thank you very much. Mheshimiwa Nyonka. Asante sana. Kuna mzee mmoja atajitambua jina. Halabe. Naitwa Pemba kutoka Kasarani, tunasema more common must go. Wangapi wanasema Sitazungumza mengi, nitasema mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ningependa kuongea kwa Kizungu na ingine nitaongea kwa Kiswahili. 1 minute clear. Wananchi wenzangu, watu wa Bungoma,
Kwa wale ambao hamnijui, mimi naitwa Richard Onyonka. Mimi ndio nilikuwa deputy party leader Ford Kenya. Now ningependa kusema hivi, nyinyi ndio tutategemea mbadilishe Kenya. Sisi, mtu kama mimi naweza kwenda kwa TV nasema watu ni waizi, nasema watu ni wabaya, nasema watu wanaua watoto, nasema watu ni wafisadi, nasema watu wameuza Nzoia, nasema wameuza Mumias, lakini kila wakati tukisema hiyo naona watu wanakaa wananiangalia. Hii mambo lazima ikome. If you want a country that is reliable, that takes care of his people, that takes care of his most vulnerable, that takes care of people with disability, that takes care of people from Bungoma, then we must demand good governance and management of state resources. Tunaelewana? The government must stop giving members of parliament positions to employ their relatives. They must stop that with TSC. They must stop with the police. They must stop with the army. And they must stop with what? Prisons. Ni matajiri sisi ambao tumechaguliwa, tunapewa manafasi ya watoto maskini, tunapea wale ambao ni wa ukoo wetu. Nyinyi mnabakia mkiwa fukara. So I am asking you to finish off. Kubadilisha hii mambo yote. Ruto must. Ruto must. Ukisikia Kalonzo Musyoka, Ruto must. Ukisikia Fred Matiangi, Ruto must. Ukisikia Cleo Malala, Ruto must. Ukisikia ndugu yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa UNIDO, Mukisa Kitui, Ruto must. Na Onyonka anasema nini? Onyonka anasema nini? God bless you and take care of this country. You young people, some of us may never live to enjoy this country. Some of us can be killed anytime because of what we are saying. Take this country and lead. Make sure Kalonzo, Kaongo does not mess it. Thank you so much. Haya, asante kabisa. Sasa haya, Bungoma oye! Bungoma muko? Kabla Rigiji aongee, mimi nimeleta salamu za kutoka kule Kakamega. Mmepokea salamu za watu wa Kakamega? Mimi nataka kuongelesha county commandant, police commandant wa hapa Bungoma. Mimi nasikia wewe umepewa pesa, umeamurisha OCPD na OCS washike vijana wetu hapa, wawaingize kule ndani. Mimi ningependa kukuambia kwamba tufate sheria. Hawa vijana ni vijana wanataka kukomboa nchi yetu. Mimi nataka kusema hivi, bwana county commandant, kama utaendelea na hii maneno, sisi tutakushtaki wewe kwa niaba yako wewe privately, uende uwajibike kwa hiyo hongo ambayo unapewa na Wetangula, ukuje ushike watoto wetu hapa. Niseme nisiseme, mkora ama muamini jameni? Tuuliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati, Ruto must go. Nikisema Harambee mnasema nini? Harambee. Swali ya mwisho. Leo hii hapa Bungoma, mukipewa William Ruto na huyu Matiangi, mutapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na huyu Kalonzo, mutapigia nani kura? Mukipewa huyu William Ruto na huyu Rigiji, mutapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na Cleo, mutapigia nani kura? Na swali ya mwisho, mukipewa William Ruto na Kondo, mutapatia nani kura?
William Ruto ama kondoo? Wapi watu wa kondoo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Musangarire. Morevaramu. Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins. Hi kuzo. Makazini hi. Makuzo hi. Aya. Bungoma. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimekuja hapa Bungoma. Bungoma mnasemaje? Huyu Weta ako na habari kweli? Ati anafuata Kasongo? Ati Weta anasema nyinyi ni watu ya Kasongo? Ni uongo si uongo? Hapa ni one term. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Harambee! Kasongo ende asiende? Wangapi wanasema Kasongo ende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo. Kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mfunge hapa Bungoma. Mtupatie kifunguo tuende naye. Mutafunga. Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe Natembea na Eugene Wamalwa na Kilio Malala. Mfungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakaa na Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ama uongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea. Kufanya makosa si shida. Shida ni kurudi. Sisi hatutarudia hiyo makosa. Na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee! Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Nyinyi, hi cousins, my cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura kila uchaguzi, anaenda nauza kura yenu. Si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pale mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia mlima vibaya, wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya, watu ya Ingo na watu ya mlima, na sisi pia tushikane. Mungetaka tushikane? Let me say to my cousins here in the Mlebe Nation. Huyu Raila anaambia nyinyi ya kwamba Elijah Maside alisema ati uongozi wa Mluya utapitia kwa Lake Victoria. Hiyo mmejaribu, imekwama. Wacha nimwambie leo mchana
uongozi ya Mulembe Nation utatoka kwa Mlima Kenya. Na tukiangalia vizuri, siku Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Marwa, uongozi ulipatikana huku patikana. Siku kijana wa Marwa alikufa, Mwai Kibaki alichukua mude awali, si ndio? Mimi nimekuja kutafuta urafiki na makuzo wetu, mkubali twende hii safari pamoja. Mmekubali twende pamoja? Twende pamoja. Ya mwisho, sisi tumeketi kama viongozi na tumekubaliana, huyu Fred Matiangi, huyu Juni wa Malwa, huyu George Natembea, huyu Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Mandrigi, tumekubaliana tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na kasongo. Swali langu nikiwa Bungoma, tukisikizana ni huyu Juni wa Malwa, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni George Natembea, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Fred Matiangi, mtaunga yeye mkono? Na je, wakikubali ni Rigiji, mtaniunga mkono? Na wacha nimwambie, kwa bahati nzuri wakisema ni Rigiji, hii mtu nitamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kiboko ya kasongo ni nani? Kiboko ya kasongo ni nani? Kiboko ya kasongo ni nani? Wewe Kasongo, nilikufanya rais wa Kenya, nikaunganisha Mlima Kenya, watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya mlima, tushikana na watu ya Mulembe Nation na watu ya Gusii na Ukambani to make sure you are one-term president. Harambee! Harambee! Huyu Kasongo akinidharau, anasema mimi ni mkabila, hata sitokagi wa Monyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu, hapa ni Murang'a, hapa ni Embu, hapa ni Meru, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wewe Kasongo, angalia TV uone wafuasi wa Rigiji Bungoma. Wapi wafuasi wa Rigiji? Harambee! Ya mwisho, mimi naomba Waluya musimame na hii kijana yenu anatishwa, George Natembea. Huyu kiongozi anaumizwa na Kasongo kwa sababu ya kuheshimiwa. Amesema Waluya wasidharauliwe. Mimi nataka kusema amewekelewa makesi uongo. Mtasimama na mtoto wenu? Mtasimama na mtoto wenu? Mimi ya mwisho naomba huyu Natembea, Cleophas Malala, Eugene Wamalwa wakuje kwa meza, tupange Kenya pamoja kwa niaba yenu. Mmekubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.
One time, a time no one time. One time, every leader must know. One time,